Mungu anatafuta mtu anayeweza kusimama mahali palipobomoka, iwe kwenye familia, iwe kwenye taifa, iwe kwenye ukoo, iwe kwenye kazi, iwe kwenye biashara, eneo lolote la maisha. Mungu anatafuta mtu anayeweza kulijenga boma, anayeweza kujenga ukuta uliobomolewa au uliobomoka, anayeweza kulirudisha sanduku la agano lililoibiwa, mtu anayeweza kurejesha maadili yaliyoharibika, mtu anayeweza kusimama kwa vijana walioharibika, mtu anayeweza kurudisha uchamungu, anayeweza kutengeneza mioyo ya watu ikamrudia Mungu na ile hali ya kumcha Mungu. Mungu anatafuta mtu. Ukisoma katika Biblia vizuri, wakati Mungu alipokuwa anaumba mbingu na nchi, alimuumba mwanadamu wa kwanza kabisa, kabla dhambi haijaingia, kabla ya uovu haujaingia. Mungu aliumba dunia, aliumba ulimwengu, aliumba kila kitu. Akasema, tazama ni chema sana. Kila kitu kilikuwa ni chema. Akaweka wanyama, ndege, kila uumbaji akaviweka katika bustani. Alafu akamweka Adamu na mke wake Eva, wawe ndo watawala, wawe ndo wamiliki wa uumbaji wote. Walikuwa wanamiliki uumbaji na walikuwa wanamiliki kila kiumbe kilicho hai, na walikuwa wanamiliki dunia. Na Mungu alimwamini mwanadamu kuliko kitu kingine chochote. Lakini Shetani naye alipokuja kutafuta nafasi, ilibidi ashughulike na yule anayetawala. Akamuangusha Adamu, akamuangusha na Eva. Ile familia ya Eva, kwa maana ya mume na mke, wakaanguka, wakatenda dhambi, wakaondoka kwenye ile nafasi ya utii, katika kumtii Mungu, katika kumwamini Mungu, katika kumtegemea Mungu. Wakatenda dhambi. Walipotenda dhambi, utukufu wa Mungu uliondoka kwenye maisha ya mwanadamu. Utukufu wa Mungu uliondoka kwenye maisha ya mwanadamu. Yale mahusiano binafsi ya Mungu na mwanadamu yakavunjika, yakaharibika. Ule ushirika wa Mungu na mwanadamu ukaharibika. Pale mahali pa juu pasiri katika ulimwengu wa roho pakabomoka, pakawa na ukuta, pakawa na kiambaza, pakawa kuna bonde linatutenga kati ya wanadamu, kati ya dunia na Mungu. Pakawa hapana Mungu duniani, pakawa hapana Mungu wa kweli duniani, wala hapana kuhani afundishaye. Hakuna amani kwake anayetoka, wala hakuna amani kwake anayeingia. Ikawa ni fadhaha, shida na taabu zikaikumba dunia na ulimwengu na wale waliokuwa wanakaa ndani yake, kwa sababu aliyeaminiwa na Mungu ameanguka. Aliyeaminiwa na Mungu ametenda dhambi. Aliyeaminiwa na Mungu ameiacha njia ya kweli, ameacha njia ya haki,
ameacha ile njia ya utakatifu. Bwana asifiwe sana. Kitendo cha Adamu na mke wake kuanguka pale mahali pa juu pa siri pakabomoka. Sasa Mungu anasema anatafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka. Amina. Anatafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka. Huyo mtu awe mpatanishi, anayeweza kupatanisha nafsi ya mtu na Mungu, anayeweza kuwarudisha watu kwa Kristo, anayeweza kutafuta kile kilichopotea katika dhambi, anayeweza kuokoa. Akatafutwa mtu sahihi. Na ndio maana Mungu alipopiga mbiu, ni mtume nani? Nani atakaye kwenda duniani? Nani atakayeenda kupajenga mahali palipobomoka? Ni nani atakaye pajenga mahali palipobomoka? Ni nani atakayesimama mahali palipobomoka? Ni nani atakayesimama kuwa mpatanishi duniani? Ni nani atakayesimama kuwa mpatanishi, anayeweza kuipatanisha dunia na Mungu, anayeweza kupatanisha ulimwengu na Mungu, anayeweza kupatanisha maisha ya watu na Mungu, anayeweza kutengeneza njia, akatengeneza daraja. Mtu ambaye atasimama kwa uaminifu ili kuipatanisha ulimwengu, kupatanisha dunia na Kristo. Biblia inasema Yesu akasema, nitume mimi niende. Sasa basi, kanisa tumewekwa kwenye nafasi ambayo kila mtu aliyeokoka, kila mtu aliyeokoka, aliyezaliwa mara ya pili, aliyezaliwa mara ya pili, kila mtu aliyeokoka, aliyezaliwa mara ya pili, aliyejazwa Roho Mtakatifu, aliyejazwa Roho Mtakatifu, tuna kazi, tuna wajibu wa kuishi maisha matakatifu. Tuna wajibu, tuna kazi, tuna jukumu la kuishi maisha matakatifu. Maisha matakatifu, maisha safi, maisha ambayo yatamuonyesha Kristo, yatamfunua Kristo, maisha ambayo yatasababisha watu wamjue Mungu. Amina. Amina. Kusimama mahali palipobomoka ni kujenga na kuhakikisha ufalme wa Mungu unarudi kwenye maisha ya watu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni kuhakikisha tunaishi kwenye maisha ya kufunga na kuomba, maisha ya kufunga na kuomba, maisha ya maombi, maisha ya kufunga na kuomba, maisha ya kufunga na kuomba, maisha ya kumwamini Mungu na kumtegemea Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ni muhimu sana kuelewa kwamba tabia ya mtu inahubiri sana kuliko maneno ya mtu. Tuko sawa wapendwa? Tabia, ni vizuri kuishi Ukristo. Kuishi Ukristo ina nguvu sana kuliko kuwa na Ukristo wa maneno. Ukristo wa matendo
una nguvu sana. Ukristo wa tabia una nguvu sana, na ndio maana Biblia inasema, Yesu akasema kanisa, kwa maana ya watu waliookoka, mtu aliyeokoka ni chumvi ya ulimwengu. Amina. Ni chumvi ya nini? Ya ulimwengu. Yaani ukiokoka kwenye familia, wewe ni chumvi kwenye hiyo familia. Wewe ni chumvi kwenye huo ukoo. Wewe ni chumvi kwenye hiyo dunia. Wewe ni chumvi kwa marafiki. Wewe ni chumvi kwa ndugu. Wewe ni chumvi kwa jamaa. Maisha yako ni barua. Watu wanayasoma, maisha yako yanasomeka. Kuna vitu watu wanataka kujifunza kupitia wewe. Kuna vitu ambavyo watu wanataka kuiga kupitia wewe. Kuna vitu ambavyo watu watajifunza kwa kukutazama, watajifunza kwa kukuona, watajifunza kwa kukusikia, watajifunza kupitia tabia yako, watajifunza kupitia maneno yako, watajifunza kupitia matendo yako ya kila siku. Sisi ni chumvi ya ulimwengu, ni chumvi ya dunia. Amina. Yesu akasema jambo la pili, akasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ni nuru ya ulimwengu. Hakuna mtu anayewasha taa alafu anaiweka uvunguni. Hapana, taa tunaiweka juu ili kila mtu anayeingia apate kuona nuru, apate kuona mwanga. Kanisa, mtu aliyeokoka, aliyejazwa Roho Mtakatifu kweli kweli, maisha yetu ni taa katikati ya giza. Maisha yetu ni nuru, ni mwanga. Maisha yetu ni chumvi, yanaleta mabadiliko, yanaleta maisha mapya kwa wengine. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ukitaka kujua haya, ukikosea ndio utajua kama watu wanasoma maisha yako. Ukiharibu ndio utaelewa kwamba watu wanatusoma, wanafuatilia sana maisha yetu na tabia zetu za kila siku. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na ni muhimu sana kuyaishi hayo. Ni muhimu sana kuyaishi hayo. Ukisoma katika Biblia, kitabu kile cha Luka, kitabu kile cha Luka 19, Injili ya Luka mtakatifu 19 ule mstari wa 10. Ya Luka mtakatifu 19 mstari ule wa 10. Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi: kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Mahali pengine anasema nyinyi ni chumvi ya ulimwengu, nyinyi ni chumvi ya dunia. Alafu anasema chumvi ikiharibika itafaa nini hata ikolee? Ikitokea mimi nimeharibika, ikitokea wewe umeharibika, kuna vitu haviko sawa katika Ukristo. Wokovu ufanya ili wengine wajifunze. Watajifunza nini kutoka kwako? Kazi ya chumvi ni kuleta mabadiliko. Kazi ya mtu aliyeokoka
kazi ya Mkristo aliyejazwa Roho Mtakatifu ni kusababisha mabadiliko, kusababisha matokeo, kusababisha madhihirisho. Amina. Sasa Yesu anasema mwana wa Adamu, Yesu Kristo amekuja duniani, amekuja kwenye ulimwengu wa dhambi, lengo na kusudi kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ukisoma kwenye Mathayo 18, Injili ya Mathayo 18, Injili ya Mathayo mtakatifu sura ile ya 18, sura ya 18 Mathayo mtakatifu, Biblia inasema mstari ule wa 11. Mathayo 18 ule mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, kianzia mstari wa 10, anasema angalieni msizalau mmojawapo wa wadogo hao, kwa maana ambia kwamba malaika wao mbinguni siku zote hutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Mstari wa 11, kwa maana mwana wa Adamu anamaanisha Yesu Kristo, alikuja kuokoa, alikuja kukiokoa kilichopotea. Alikuja kukiokoa kilichopotea. Kwenye Luka 19:10 anasema alikuja kutafuta, alikuja kukitafuta, alikuja kutafuta kile kilichopotea. Kwenye Mathayo 18:11 anasema alikuja kukiokoa kile kilichopotea. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu kilipotea, kuna kitu kiliibiwa. Shetani anaiba, kuna vitu anaondoa kwenye maisha yetu. Anaiba furaha ile ya kweli, anaiba ile amani ya kweli, anaiba ile nguvu ya ujasiri ya kumwamini Mungu, ile nguvu ya ujasiri ya kumtegemea Mungu, ile hali ya kiroho ya kukanyaga nyoka na nge na kazi zote za Ibilisi. Kuna ujasiri fulani Mungu anatupa tukiwa tumeokolewa na tukiwa tumejazwa Roho Mtakatifu, ujasiri wa kutokumwogopa shetani, ujasiri wa kutokuogopa mapepo, ujasiri wa kutokuogopa nguvu za giza, ujasiri wa kutokuogopa uchawi, ujasiri wa kutokuogopa maisha, ujasiri wa kutokuogopa njaa, ujasiri wa kutokuogopa dhiki, ujasiri wa kutokuogopa mauti ya namna yoyote, ule ujasiri wa kumwamini Mungu, ujasiri wa kumtegemea Mungu, ujasiri ule wa kuishi katika Roho Mtakatifu, ndicho ambacho adui anachopambana nacho. Bwana asifiwe sana. Ndicho adui anachoiba. Anaiba ile hali ya kiroho, ile hali ya kiroho. Ukisoma kwenye Biblia, Adam na Eva walipotenda dhambi, walipokula lile tunda, walipotoka kwenye ile hali ya kutii, nini kilitokea? Waliendelea kuishi, lakini kuna kitu kiliondoka kwenye maisha yao. Kuishi walikuwa wanakula ugali,
grau zinaliwa, nini zinaliwa, kila kitu. Maisha yalikuwa yanaendelea, kulikuwa kuna kucha asubuhi na mchana, maisha yaliendelea. Lakini kuna kitu kwenye maisha yao kiliondoka, kiliibiwa, kilichukuliwa mateka. Amena. Hicho kikiondoka kwenye maisha yetu yanabaki ukiwa. Hicho kikiondoka kwenye maisha yetu yanakosa ujasiri, yanakosa nguvu, yanakosa ule uwezo wa kujiamini. Hicho kikiondoka, Bwana asifiwe sana, ni muhimu kukilinda kwa gharama yoyote, kulinda mahusiano yako binafsi na Mungu, kulinda ushirika wako binafsi na Mungu, kuhakikisha unakuwa chumvi kweli kweli, ambayo haijaharibika, ili iweze kukolea, kuleta mabadiliko popote katika ulimwengu huu na katika maisha ya watu wengine. Amina. Ukisoma Biblia vizuri kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, mfalme Sauli aliyekuwa mfalme wa kwanza wa Israeli, baada ya kukaa kwenye nafasi ya ufalme, kuna vitu ambavyo Mungu alimwambia afanye. Ye kazi yake ilikuwa ni kutawala, lakini hizi kazi za kimadhabahu za kikuhani hazikuwa za kwake. Siku moja ilikuwa ni siku ya dhabihu. Samueli nabii ndio alikuwa afanye kazi ya ukuhani. Sauli alipoona Samueli amechelewa, akafanya kituko, akafanya kazi ambayo sio ya kwake, akamtenda Mungu dhambi, akamkosea Mungu, akashindwa kutii sauti ya Mungu na maagizo ya Mungu, akasikiliza sauti za watu, akasikiliza maagizo ya watu. Ni hatari sana kwenye maisha kusikiliza sauti za watu na kusikiliza maagizo ya watu, ukaacha kusikiliza maagizo ya Mungu na kuisikiliza sauti ya Mungu wako. Ndugu zangu, maisha yanapangwa na Mungu. Maisha ni kati ya mtu na Mungu wake. Ukiondoka kusikiliza sauti ya Mungu, ukaanza kusikiliza sauti za watu, ukaanza kuyashika maagizo ya watu, ukaacha maagizo ya Mungu, Mungu anakuacha. Amina. Kuna kitu kinaondoka kwenye maisha yako, kuna kitu kinaondoka kwenye maisha yangu. Sasa mfalme Sauli aliposikiliza sauti za watu, akafanya ile ibada ambayo Mungu hakumwagiza kufanya. Na mahali pengine Mungu akamtuma akasema, nenda ukaue wote, kila kitu angamiza. Yeye akabakisha watu walionona, akambakisha na mfalme Agogi, akabeba akasema, hivi ni hawa nimewabakisha walionona hawa, na mfalme huyu niliyembakisha ili iwe ukumbusho. Mungu akamwambia, mimi sikukuagiza kubakisha kitu, nilikwambia nenda kaangamize. Hilo ndo agizo langu, nenda kaangamize, angamiza kabisa kabisa. Yeye akafanya vile anavyotaka yeye. Sasa Samueli anapokuja anakuta huyu mfalme Sauli ameshajichanganya, ashafanya vurugu. Sasa Samueli analia, anamulilia Mungu kwa ajili ya Sauli mfalme. Analia kweli kweli kwa machozi, analia kwa toba, anamuombea msamaha kwa Mungu. Mungu akamwambia hivi, Samueli mtumishi wangu nabii, utamulilia mfalme Sauli hata lini? Maana mimi Mungu nimemkataa. Nikisha mkataa mtu, nimemkataa. Hata ungemwaga machozi debe, nimempa kisogo huyo. Nimemkataa, mimi Mungu nimemkataa, asiwe tena mfalme katika Israeli. Sasa angalia cha ajabu, Mungu anasema nimemkataa, hakumuondoa kwenye kiti
cha ufalme. Alibaki kuwa kwenye kiti cha ufalme na akaendelea kuwa mfalme wa Israeli, lakini ile nguvu, ule upako wa kutawala na kumiliki, ile nguvu ya vita, ile roho ya Mungu iliondoka juu yake. Kwa unaweza ukabaki kwenye nafasi, lakini roho ya Mungu imeondoka, nguvu ya Mungu imeondoka, hekima ya Mungu imeondoka, neema ya Mungu imeondoka juu yako, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaifanya neema ikae juu yako. Kuna vitu vinavyosababisha uaminifu wa Mungu ukae juu ya mtu. Kuna vitu vinasababisha Mungu aweke upako, aweke neema, aweke nguvu juu ya mtu. Roho ya utii na uaminifu, roho ya utii na uaminifu, maisha matakatifu, kusikiliza sauti ya Mungu na kuyafanya maagizo ambayo Mungu anakuagiza. Sasa akabaki Sauli kwenye ufalme, anaitwa mfalme wa Israeli, kakaa pale, lakini roho ya Mungu juu yake imeondoka. Ndicho ambacho kinatutesa leo kanisa la Tanzania, ndicho kinachotusumbua kanisa la Tanzania na dunia na Afrika. Kwa nini? Kwa sababu kanisa la Tanzania na Afrika tunapenda sana majina. Tumejenga sana misingi kwenye title. Yani mtu akiitwa nabii anahisi amekuwa Mungu tayari. Mtu akiitwa mchungaji anahisi ameshachukua na amekuwa Mungu. Mtu akiitwa mtume, akiitwa nabii, akiitwa mwinjilisti, zile huduma 5, akiitwa mchungaji, akiwa na cheo fulani, yani anashindwa kunyenyekea, anashindwa kutii sauti ya Mungu, anashindwa kusikia maagizo ya Mungu, anashindwa kuishi maisha matakatifu, hawezi kujinyenyekeza chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu ya hiyo hali, Mungu anatuacha tunabaki na majina, tunabaki na title, tunabaki kiki za ulimwengu, lakini ile hali ya ndani, ile submission ya ndani inaondoka. Ikiondoka hiyo, tunabaki tu wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana kutunza mahusiano yako na Mungu. Wewe pita kwenye njaa, pita kwenye dhiki, pita kwenye mapito, pita kwenye kila aina ya jaribu huku duniani. Hakikisha majaribu yote unayoyapitia, mapito yote unayoyapitia hayavunji uhusiano wako binafsi na Mungu, hayavunji ushirika wako binafsi na Mungu. Hakikisha uhusiano wako na Mungu unadumu hata wakati unapita kwenye njaa, hata kama unapita kwenye dhiki, hata kama unapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, hata kama unapita kwenye kukataliwa, hata kama unapita kwenye mazingira magumu, hauna fedha, hauna kazi, hauna kile, hauna hiki. Ushirika wako na Mungu na mahusiano yako binafsi na Kristo, hiyo kitu ni ya kulinda, ni ya kutunza. Hiyo ndio itakayokupa nguvu ya kumshinda shetani. Hiyo ndio itakayokupa uwezo wa kumshinda shetani. Hiyo ndio itakayofanya Mungu afungue milango mbele yako, Mungu akupiganie, Mungu akutetee katika hali yote pitia. Mungu atakuwa Mungu wako kwa sababu ya ule uhusiano wake na wewe. Ule ushirika ulionao utakufanya Mungu awe baba wa maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Amina. Amina. Tuko sawa, tumishi wa Mungu?
Sasa ukisoma kwenye Biblia kipengele namba 2, maisha ya kuishi kwa imani. Maisha ya kuishi kwa imani. Kitabu kile cha Waibrania 11, Waibrania 11 muhimu sana ukitaka kuishi kwa imani. Maisha ya kuishi kwa imani manake maisha ya kuishi kwa kumtegemea Mungu na kwa kumwamini Mungu kwenye maisha yako. Hayo maisha Biblia inasema kwenye Waibrania 1 mstari wa 6, Waibrania 1 mstari ule anasema hivi, Waibrania 11 mstari wa 6 anasema hivi: lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Yaani ukitaka kumpendeza Mungu hauwezi kumpendeza Mungu pasipo imani. Wasifiwe sana. Yaani lazima kuwe na ile hali ya kuamini ndani. Lazima ndani yako kuwe na hali ya kumwamini Mungu, hali ya kumtegemea Mungu, ndio utakayompendeza. Huwezi kumpendeza kwa matendo ya sheria, haiwezekani. Maana matendo ya sheria ni ngumu kumpendeza Mungu. Utampendeza Mungu kwa matendo yanayotokana na imani. Kuna tofauti ya matendo yanayotokana na imani na matendo ya sheria. Sheria ya dhambi haiwezekani kabisa kuishi maisha matakatifu kwa sheria. Tunaishi maisha matakatifu kwa kumwamini Mungu na kwa kumtegemea Mungu. Ndio maana Biblia inasema tunaokoka na tunaokolewa kwa neema, si kwa matendo ya sheria. Mtu yoyote asije akajisifu. Ni kwa nguvu ya neema. Neema inatokana na kuamini, inatokana na ile hali ya kumwamini Mungu, hali ya kumtegemea Mungu, ndo inazaliwa nguvu ya neema. Bwana asifiwe. Sasa mtu ukitaka kumpendeza Mungu lazima umpendeze Mungu kwa njia ya imani. Bwana asifiwe. Hata kwenye maisha yetu ya kawaida, ukitaka kuishi na mtu, kumpendeza na kumfurahisha, muamini. Usipomwamini mtu yoyote duniani utakutana na mapungufu mengi sana. Yaani utakutana na madhaifu mengi mpaka utajiuliza huyu ndo yule. Kwa sababu ukiishi na mtu kwa mbali huwezi kujua mapungufu yake. Ukiishi naye kwa karibu ndio unagundua udhaifu wake na mapungufu yake yalivyo mengi. Hata tunapoingia kwenye maisha ya familia, maisha ya ndoa, ukiwa nje na yule mtu hujui mapungufu yake, lakini unapoanza kuishi naye ndio unaanza kujua mapungufu na madhaifu chungu mzima. Kinachofanya ndoa ziende kwa miaka mingi, watu waishi kwa miaka mingi, ni kwa sababu ya kuamini. Ukimwamini mtu, nguvu ya Mungu inakaa pale, alafu mnaanza kuvumiliana, mnaanza kuchukuliana, mnaanza kusameheana. Kuna hiyo hali inaanza ndani yako. Yaani mnamwamini Mungu kwamba kama yuko hivi, na muamini Mungu kesho atabadilika, kesho atakuwa mtu mwingine, kwa sababu unaamini Mungu yuko kwenye utendaji, bado Mungu yuko kazini, bado neema ya Mungu ipo itambadilisha, bado neema ya Mungu ipo itamtengeneza, bado neema ya Mungu ipo inafanya upya. Amen. Sasa hauwezi kumpendeza Mungu pasipo kuwa na imani. Tunampendeza Mungu kwa njia ya kuamini. Na ndio maana Mungu angekuwa anahesabu makosa yetu alafu anatuhukumu kwa njia hiyo, hakuna mtu angesimama mbele ya Mungu, hakuna mtu angeishi mpaka leo. Hii dunia ingeshakunjwa siku nyingi kama karatasi. Kinachotufanya
tunaishi. Dunia mpaka leo ipo na sisi bado tupo. Sio kwamba hatukosei, tunakosea kila siku. Ni kwa sababu ya ile hali ya kuamini. Yaani Mungu ametufanya kuwa watoto. Sisi ni wana, sisi ni watoto. Kwa kuna ile hali ya kusema ni mtoto atabadilika. Ni mtoto atabadilika. Ni mtoto. Mungu ni mtoto. Ni mtoto. Kwa anatuvumilia kwenye yale mapungufu. Anatusamehe. Kuna mambo mengine Mungu anatusamehe hata kabla hata hujatubu. Hata ndio maana Biblia inasema ni huruma tu za Mungu, hatuangamii. Amina. Amina. Ni huruma tu za Mungu, hatuangamii. Ni rehema tu ya msalabani ndiyo iliyotuhesabia haki kwa njia ya msalaba, kwa njia ya Kristo, kwa njia ya damu ya Yesu tunahesabiwa nini? Haki. Amina. Kwa njia ya kuamini. Kwa ili tumpendeze Mungu lazima tuishi maisha ya nini? Ya imani. Ndio maana nasema hivi, Biblia inasema mwenye haki wa Mungu, mwenye haki wa Mungu anapoishi duniani hapa ataishi kwa imani. Ataishi kwa imani, atashinda kwa imani, atafanikiwa kwa nguvu ya imani. Na moyo wake ukisitasita, huyo mwenye haki Mungu hana furaha naye. Ukianza tu kwenye imani kusitasita, Mungu hana furaha nawe. Mungu asifiwe. Ukiamua kumpenda mtu, mpende vile alivyo, hata kama ana mapungufu, mpende. Yale mapungufu yake yasikufanye upendo wako uwe kidogo au ufe kabisa. No. Imani ya ajabu sana. Imani haihesabu mabaya. Ndio shida ya imani. Imani inavumiliaga yote. Imani inavumilia yote. Ukisikia neno upendo ndo imani. Tuko sawa? Ukisikia mahali wanaita upendo, upendo inamaanisha imani. Hiyo inavumilia yote. Inavumiliaga kila kitu. Haihesabu mabaya. Haijawahi kuhesabu mabaya. Huvumilia yote. Alafu inasitiri, inafunika, inasitiri wingi wa dhambi. Amen. Amina. Amina. Yusufu kwenye Biblia, ukimpata Yusufu atakufundisha. Ndugu zake walimuwazia mabaya kwa kuzaliwa kabisa. Alipowasimulia ndoto ya maisha yake ya kufanikiwa, kwamba ninaona mbele yangu kuna miganda yenu afu inainamia mganda wangu, anawasimulia ndugu zake wa kuzaliwa, babake, mamake, anawasimulia ndoto, kile Mungu ambacho amekuwa akisema naye kwa habari ya maisha yake ya kesho, kwamba mimi naona mbele yangu kuna mafanikio, naona kuna kustawi, naona Mungu ananiinua kwa kiwango cha juu sana. Nitawalisha ndugu zangu, nitawavalisha ndugu zangu, nitawasaidia. Hata kama leo hamuoni, leo naonekana mdogo, leo naonekana maskini, leo naonekana sina kitu, leo naonekana niko hivi, lakini Mungu, wito alioniitia, maisha yangu, vile Mungu alivyonikusudia duniani, mimi nitafanikiwa sana. Na nimeona miganda yenu inaniinamia. Wale ndugu zake wakakasirika, wakamwazia mabaya, wakamuuza. Wengine wakasema tuue kabisa. Unaona imani ilivyo ya ajabu na upendo ulivyo ajabu. Yule mtu hakuyaweka wapi? Yusufu alisamehe kabisa, akayafuta kabisa kabisa. Ndio imani ilivyo. Ukimwamini Mungu, imani inafuta makosa waliokutendea watu. Imani haiwekagi kumbukumbu ya vitu ulivyotendewa vibaya. Watu wamekutukana, watu wamekusema vibaya, watu wamekudharau, watu wamekutendea maovu ya kila namna. Ukimwamini Mungu wa kweli, imani ya kweli original, inafuta makosa yote. Haiwekagi kumbukumbu ya mabaya
Amina. Ili Mungu akupiganie, ili Mungu akutetee, ili uwe mwana wa Mungu kweli kweli, futa mabaya uliotendewa, futa maumivu yote, ondoa, tembea na Mungu, kwa sababu mafanikio yako hayako kule ulikotoka. Mafanikio yako ana ni mwenye haki wangu na Mungu anampigania. Amen. Amen. Anasema ukisitasita, Mungu hana furaha kabisa. Anashindwa kutupigania, anashindwa kututetea, anashindwa kututhibitisha kwa sababu ya hiyo hali ya kusitasita. Amina. Amen. 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 Hebu sema ninakataa kusitasita. Sema tena, ninakataa roho ya kusitasita. Nakataa roho ya kukata tamaa. Nakataa roho ya kuvunjika moyo. Ninaikataa roho ya mashaka. Amina. Mungu atupe neema tusimame na Mungu kwa kiwango. Andiko langu la mwisho alafu tumuombe Mungu ni Warumi sura ya 8 mstari wa 11. Ninapenda sana huu mstari, ninaupenda kweli kweli, kwa sababu umebadilisha maisha yangu na umeikuza sana imani yangu. Imekuwa imani yangu kila siku inakuwa na kuongezeka kwa sababu ya huu mstari. Warumi sura ya 8 mstari wa 11. Inawezekana ukakusaidia na wewe. Warumi sura ya 8 mstari wa 11. Ni sauti ya Mungu, ni neno la Mungu, ni Mungu anaongea. Mimi nianzie mstari wa 10. Anasema hivi, nasoma katika jina la Yesu. Mstari wa 10, Warumi sura ya 8, 11. Anasema, na Kristo akiwa ndani yenu, na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa. Mwili umekufa. Kristo akiwa ndani yetu, mwili umekufa. Tamaa za mwili zote zinakufa. Tamaa ya mwili inakufa. Kila kinachoitwa mwili, tamaa, matamanio yote ya mwili yanakufa. Yanakufa. Hatuishi kwa sababu ya vitu vinavyoonekana. Tunaishi kwa sababu ya neema iliyoko juu yetu ya Mungu. Tunaishi kwa sababu ya sauti ya Mungu. Tunaishi kwa sababu ya neno la Mungu. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Amina. Amina. Wako watu walikula vitu vya thamani, wamekufa. Watu walikuwa na fedha, wamekufa. Watu walikuwa na heshima duniani, wameondoka. Wako watu waliabudiwa, walikuwa na utukufu wa kila namna kwenye ulimwengu, hawako tena. Hawako tena. Mimi na wewe, kinachotufanya tunaishi sio kwa sababu ya vitu vinavyoonekana. Hatuishi kwa fedha, hatuishi kwa dhahabu, hatuishi kwa mkate. Tunaishi kwa sababu ya neno la Mungu, neno la Kristo, ile nguvu ya Mungu iliyoko juu ya maisha yetu. Namna ambavyo Mungu anatupigania, namna ambavyo Mungu anatutetea, namna ambavyo Mungu anatulinda, namna ambavyo Mungu anatutunza, namna ambavyo Mungu ametuficha, na namna ambavyo damu ya Yesu inanena mema juu ya maisha yetu, inatufanya tunaishi kwa ushindi. Amina. Amen. Warumi sura ya 8, 10. Biblia inasema, na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa. Mwili wenu umekufa. Hautasikia tena mwili unaamka kwa ajili ya dhambi, mwili unaamka kwa ajili ya zinaa, mwili unaamka kwa ajili ya washarati, mwili unaamka kwa ajili ya kusema uongo, mwili unaamka kwa ajili ya wizi, mwili unaamka kwa ajili ya utapeli, mwili unaamka kwa ajili ya kwenda kuiba, mwili unaamka kwa ajili ya kwenda kuloga, kufanya uchawi. Kadri Yesu anavyotuhuisha, ndivyo kadri Roho Mtakatifu anatuhuisha. Anauisha maisha yetu, anatubadilisha,
anatuhuisha, anatubadilisha, anatuhuisha. Kadiri tunavyoishi maisha ya toba, maisha ya toba, maisha ya toba, Mungu anatuhuisha. Maisha ya toba, Mungu anatuhuisha. Maisha ya toba, Mungu anatuhuisha na anayabadilisha maisha yetu. Amina. Tuamini hivyo. Hata kama mazingira unayoyaona yako tofauti, wewe imani yako iwe inaongea hivyo, iwe inasema hivyo. Amina. Tunafanya vitu vidogo vidogo vinaonekana kama dhaifu, lakini Mungu anavihuisha. Mungu anahuisha kazi za mikono yetu. Mungu anahuisha biashara zetu. Mungu anahuisha watoto wetu walikuwa hawana akili, lakini Mungu akiwahuisha wanaanza kubadilika. Wanaanza kuwa na akili, wanaanza kuwa na uwezo katika masomo yao. Amina. Waliokuwa dhaifu wanakuwa na nguvu. Waliokuwa dhaifu wanaanza kuwa na akili. Kwa nini? Ni kazi ya Mungu kutuhuisha. Ni kazi ya Roho Mtakatifu kutuhuisha. Kila siku tunahuishwa. Amina. Amina. Tumwamini Mungu kwa namna hiyo. Mungu atusaidie kanisa. Mungu akusaidie kwa namna yote ile. Mungu ni Mungu wa kutuhuisha. Amina. Mungu ni Mungu wa majira na nyakati. Amina. Nyakati ngumu hazitadumu kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Tunapita tu za muda, hizo zinapita. Nyakati ngumu haziwezi kudumu. Mungu ni Mungu anayeleta majira mapya, majira ya kuburudishwa, majira ya furaha, majira ya kicheko, majira ya kumshangilia Bwana na kumwazimisha kwamba hakika Mungu umetenda mambo makuu katikati ya maisha yetu. Amina. La msingi kuliko yote, mtegemee Mungu katika maisha yako. Muamini Mungu katika maisha yako. Jazwa Roho Mtakatifu kila siku katika maisha yako. Amina. Amina. Uwe na matarajio katika Kristo. Ndoto ambayo Mungu alisema na wewe, iko siku itatimia. Kama aliitimiza ndoto ya Yusufu Agano la Kale, Mungu ataitimiza ndoto yako Agano Jipya katika Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Kila ndoto ya Mungu ya maisha itatimia. Amina. Itatimia. Haya mapito kuna siku yatabaki nini? Story, hadithi. Tutabaki tu tunashuhudiana ushuhuda. Niliwahi kupita mimi jamani. Niliwahi kupita mimi, msinione hivi. Saa hiyo huko ng'ambo nyingine unamwazimisha Bwana, unaimba wimbo wa Musa, wimbo wa ushindi. Naomba tusimame.